Ndugu wananchi na watumishi wenzangu, leo tumekutana hapa katika hafla hii ya uzinduzi wa jengo la kutolea huduma za wodi binafsi. Hii ni katika kuboresha huduma kwa wananchi wa mkoa wa Tanga, mikoa jirani na miji inayopakana na nchi yetu kwa kuzingatia umuhimu wa huduma ya tiba, utalii, yani medical tourism hapa nchini, kama alivyosisitiza mganga mkuu hospitali ya Bombo. Hivyo basi, uwepo wa huduma hii hapa hospitali ya rufaa ya mkoa unaenda kuakisi dhamira serikali yetu ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan katika utoaji wa huduma bora na yenye viwango vya hali ya juu na kupunguza rufaa kwa wale wenye uhitaji ambao huzifuata huduma hizi katika hospitali binafsi, hospitali za kanda na taifa. Ndugu wananchi na watumishi wenzangu, kutokana na uwepo wa huduma hii katika hospitali ya rufaa ya mkoa na pia uwepo wa madaktari bingwa wa kutosha, na shauri mashirika ya kiserikali na yasiyo ya kiserikali na watu binafsi katika mkoa wa Tanga kutumia fursa hii kupunguza gharama za matibabu kwa watumishi wao na ambao wanahitaji. Ndugu wananchi, naomba nitoe angalizo kuwa uanzishwaji wa wodi hii hakuzuii kuendelea kutoa huduma bora katika wodi zingine zilizopo katika hospitali ya rufaa ya mkoa ya Bombo. Kama nilivyosema, nilikuja hapa tangu mwaka 87, 88 na good history na good memory kuhusiana na hospitali ya Bombo, na private road haikuwepo. Sasa uwepo wa private road haina maana kwamba sasa tuanze kutoa huduma za upendeleo. Yaani viwango vya huduma viende vile vile kwa mujibu wa miongozo iliyopo. Ile ni swala binafsi, mtu akae kwenye private ward au akae kule kwenye wodi ya kawaida. Lakini viwango vya huduma viende kwa mujibu wa miongozo. Na watumishi waendelee kupendeza hivyo, kama leo naona mmependeza kweli. Sasa daktari, hivyo nitoe rai kwa watu wa huduma katika wodi na vitengo mbalimbali hapa hospitali kuendelea kuwahudumia wagonjwa wote kwa kufuata taratibu na miongozo iliyowekwa katika utoaji wa huduma bora. Ndugu mgeni rasmi, hospitali yetu ya rufaa ya mkoa wa Tanga kupitia mchakato mzima wa kuweza kufanya hayo marekebisho, tumeweza kutumia kiasi cha shilingi milioni 308,804,584. Huu ni mchanganuo wa maboresho yote ya ukarabati, ununuzi wa vifaa tiba vyote ambavyo vipo hapo ndani, lakini vile vile samani zote ambazo zimo ndani. Jengo hili, ndugu mgeni rasmi, lina uwezo wa kutoa huduma kwa wagonjwa 10 kwa wakati mmoja. Kuna vyumba vya aina kuu 3. Kuna vyumba ambavyo wanalala wagonjwa 2 ambavyo gharama yake ni 1,500,000. Kuna vyumba ambavyo wanalala mgonjwa mmoja, gharama yake ni 200,000. Kuna chumba cha VIP ambacho gharama yake ni 400,000. Na gharama hizi ziliweza pia kuhusisha bima mbalimbali za afya, ikiwemo bima ya afya ile ya taifa NHIF, ambapo tayari wameshatupatia kibali cha kuendelea na huduma, na wale wagonjwa wao ambao wanakidhi sifa za kulazwa katika private ward wameshaanza kupata hiyo huduma, na wale ambao kwa namna moja nyingine labda vijita vyao havikidhi yale ambayo yamewekwa kama taratibu za NHIF, wanaongeza kile kiasi ambacho kimebakia kwa mujibu wa taratibu ambayo imewekwa hospitalini. Lakini pia huduma zinazotolewa katika wodi hii, kwanza kabisa masaa 24 wagonjwa wetu wako chini ya uangalizi wa madaktari na wauguzi. Lakini pia vile vile wagonjwa wote wanaolazwa hapa wanapewa huduma mbalimbali, ikiwepo kupata chai ya asubuhi, na pia wameweza kupewa huduma za mambo ya lishe kwa kila mgonjwa ambaye anaingia katika wodi yetu hiyo. Na tumeweka utaratibu ambao mgonjwa akilazwa wodi yetu hii ya private, hata kama kuna changamoto ya aina fulani ya dawa au kipimo, tumeweza kuweka utaratibu mzuri wa kuweza kushirikiana na wenzetu tunaoshirikiana nao katika kutoa huduma ya afya, mgonjwa asiweze kuhangaika tena kuweza kutafuta hiyo huduma.